nitambue maeneo muhimu katika kipande cha juu. Kipande cha juu kwa kawaida kwa mtoto urefu wake wa kwapa unakuwa ni inchi 6. Nitazimaki hizo hapo, alafu nitashuka hafu yake ya mbele nimeambiwa ni inchi 11.5, nitaimaki hiyo hapo, alafu nitaongeza inchi 1 ya kushonea ambayo itakuwa 12.5. Nitaimaki hiyo hapo. Baada ya hapo nitainyoosha ile mistari ili kutambua maeneo muhimu ya kuingiza kwa ajili ya kuingiza vipimo. Yes, kama unavyoona hapo. Baada ya hapo nitakuja hili eneo la hapa juu hapa. So unaliona hili eneo hili ninaloligusa hapa sasa hivi. Nitakuja hapa nitaingiza kipimo cha bega. Bega langu nimeambiwa ni inchi 11. Yes, mtoto ana bega la inchi 11. Kwa hiyo sasa nitachukua kipimo cha bega nitakigawa kwa 2. 11 gawanya kwa 2 ni inchi 5.5. So nitaingiza hapo 5 zangu na nusu, lakini sitaingiza 5.5 sababu nahitaji sehemu ya kushonea. Kwa hiyo nitamuingizia inchi 6, nitaongeza nusu inchi. Kwa hiyo kwenye bega utagawanya bega kwa 2 alafu utaongeza nusu inchi. Ndio kitu nilichokifanya hapo. Kwa hiyo nitaingiza inchi 6. Baada ya hapo, shingo za watoto kawaida zinaangizia upana wa inchi 3. Kwa hiyo mimi nitaingiza hapa inchi 3 kwa ajili ya upana wa shingo ya mtoto. Kwa hiyo nitaiingiza hiyo hapo. Nitamark hapo. Yeah. Baada ya hapo nitakuja kwenye urefu wa shingo yangu ya mbele nitaupeleka mpaka inchi 4 kwa ajili ni mtoto huyu. Ingekuwa ni mtu mzima ungemshikia hata inchi 6, inchi 7 vyote itakavyokuelekeza, lakini huyu kwa sababu ni mtoto nitamshikia urefu wa inchi 4. Baada ya hapo nitamark maeneo yangu kama kawaida ili niweze kuraundisha mzunguko wa shingo. So namna ya kuraundisha mzunguko wa shingo ndo kama hivi ninavyokuonyesha. Unakuja tu taratibu mwenyewe na chaki yako. Kisha kuwa fundi lazima ujifunze kuraundisha maeneo kama hayo, kuchora shingo. Yes. Hapa ndo naichora sasa kama unavyoona. Yes. Baada ya hapo nitanyoosha sasa lile eneo la kwapa, nitachora mstari wa kwapa huu hapa. Baada ya hapo nitashusha kwapa au bega nitalishusha kwa inchi 1. Kwa hiyo nitamark inchi 1 hapo ya kushusha bega. Baada ya hapo nitalilaza bega langu maana bega la binadamu halijanyooka. Kwa hiyo nitalilaza kama ambavyo unaona. So unaona namna nilivyolilaza Ya, unaona hapa namna nilivyolilaza. Yes. Nimelilaza bega. Baada ya hapo nitachukua vipimo vya mtoto. Vipimo vya mtoto hapo naambiwa kifua ni 26. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye calculator yangu. Kama unaweza kucalculate kwa kichwa unaweza, lakini mimi mara nyingi natumia calculator. Kwa hiyo nitachukua inchi 26 nitagawanya kwa 4, nitapata 6.5. Nikishapata lile jibu langu kwamba ni 6.5, nitaiingiza hapa hii 6.5. Nitakuja kwenye mstari wa kifua kwa sababu ndo eneo ambalo nililimark mara kwanza kwamba kifua nilishuka inchi 6. Yes, kutoka begani mpaka kwenye kifua kwenye kwapa la mtoto huaga ni inchi 6. Kwa hiyo nitachukua hiyo inchi 6.5 nitaiingiza pale kwenye kifua. Nikishaiingiza nitaongeza inchi 2 kwa ajili ya kushonea. Hizo hapo nimeziongeza. Baada ya hapo nitachukua kipimo cha tumbo ambacho ni inchi 24. Kwa hiyo nitachukua 24 gawanya kwa 4 nitapata inchi 6. Nitakuja hapa kwenye tumbo nitaingiza inchi 6 zangu hizi hapa. Baada ya hapo nitaongeza inchi 2 kama ambavyo nilikwambia kwamba utaongeza inchi 2. Baada ya hapo nitachukua rula yangu hii hapa. Nitanyoosha. Nikishanyoosha nitakuja eneo hili la kwapa nitaraundisha kwapa. Yes, unaona kitu ninachokifanya. Baada ya hapo nitakachokifanya tu ni kuchukua rula yangu kama ambavyo unaona. Nachukua mkasi wangu huu hapa. Chukua huo hapo na kata sasa. Unaona ninavyokata Yeah. Umeona hapa? Umeona hapa ninakata. Umeona ninavyokata Yeah, unaenda taratibu, hauendi haraka kwa sababu pia vitambaa na vyenyewe vinahitaji pupa. Yes, baada ya hapo unaona hiki ndo kipande cha mbele. So nitakitumia kipande cha mbele kukata
kipande cha nyuma. Kama unavyoona hapo kwenye kamera, hiki ndo kipande changu cha mbele, so nitakitumia kukata kipande cha nyuma. Nitachukua kitambaa changu kama kawaida, kama nilivyokuelekeza, nitakikunja mara mbili. Naendelea lile eneo nililolikata, nitakikunja mara mbili. Nikisha kikunja mara mbili, nitahakikisha kwamba chenyewe nitakikunja mara mbili kwa kutumia upana ule ule wa kifua, lakini nihakikisha kwamba nazidisha inchi 1.5 ya zipu kipande cha nyuma. So nakipima hivi, nakikunja hivi. Nikisha kikunja, nitachukua pateni yangu kama kawaida, hii hapa ya kipande cha mbele. Yes, hapa inavyoonekana nimezidisha sana kitambaa. So ili kubana matumizi ya kitambaa nitapunguza tena. Yes. Nitapunguza tena. Ya, nitachukua kitambaa changu nitakilaza hapo juu kama ambavyo unaona. Ya. So kitakachofuatia hapo ni kuhakiki, je, ni kweli kipande cha nyuma nina inchi 1.5 ya zipu? Sababu kinachohitajika hapo ni inchi 1.5 ya zipu. Ninayo. Kwa hiyo nitapima hapa kama unavyoona. Yes, ninayo. Kidogo inabidi. Yeah. So baada ya hapo nitakuja huu upande wa juu hapa hivi kama unavyoona ninapokuelekeza, nitaingiza kipimo cha upana wa shingo. Yes, kwa kufuatisha hii pattern ya mbele. Sawa. Shingo yangu ya nyuma itakuwa tu ina urefu wa inchi 3, nitaipishanisha inchi 1 na shingo ya mbele. Kwa hiyo nitaiweka urefu wa inchi 3 kama unavyoona. Baada ya hapo nitaraundisha kama kawaida. So unaona hapo naraundisha. Yes. Naraundisha kama hivi mimi unavyoona ninavyoraundisha, na wewe ndivyo utakavyo raundisha hivyo hivyo. Yes. Basi baada ya hapo nitakata. Na ndio unaona hivyo ndo ninakata sasa. Nachukua nakata kama unavyoona. Ya, na kisha kila kitu kimeenda vizuri. Baada ya hapo nafuatisha hii pattern ya mbele kukata kipande cha nyuma. Ya, kitoka hapo nitarudi upande huu wa huku. Ya, naona kamera inayumba. Yes. Baada ya hapo nitaendelea kukata kama ambavyo unaona ninavyokata. Yes. Kama unavyoona ninavyoendelea kukata ndivyo nitakavyokata. Yeah. Tarudi mpaka hapa maana naitafuta engo. Yes, nitakata kama ambavyo unaona. Yeah. Kama ambavyo unaona, naona hapo kamera haijatulia. Yeah, so nitakuja mpaka hapo nitakata kama ambavyo unaona. Unaona ninavyokata eh? Yes. Kama nilivyokata hivyo. Baada ya hapo nilikuwa sijashusha bega. Kumbuka tu nilichukua ile pattern ya mbele nikailazia nyuma na bega sikushusha. Kwa hiyo nitashusha bega kwa kukata ile inchi 1 niliyoitoa mwanzo nikiwa nachora. Kwa hiyo hapo naikata hiyo bega natoa. Ya mbele nikailazia nyuma na bega sikushusha. Kwa hiyo nitashusha bega kwa kukata ile inchi 1 niliyoitoa mwanzo nikiwa nachora. Kwa hiyo hapo naikata hiyo bega natoa.
Baada ya hapo nitamaki yale maeneo muhimu, mfano kama hapa, hili ni eneo la zipu, 1.5 nitaitoa. Baada ya hapo nitashusha kwanza, nitaitoa shingo ya nyuma, ndio kama hivyo unavyoona, nakata shingo ya nyuma. Ila kabla sijatenganisha nyuma na mbele, nitakuja kwenye hili eneo kama hivi unavyoona nilivyoshika na mark hii 1.5 ili fundi anapokuja kushona ajue kwamba kuna 1.5 ya zipu. Baada ya hapo nitakuja nitalaza hichi kipande cha nyuma, utakiwa kukatia vyote kwa pamoja. Nitakata hivi kama unavyoona. Kata shingo ya mbele hii. Baada ya hapo nitakuja hapa nitatenganisha sasa kile kipande cha zipu. Kumbuka zipu nilitenga 1.5, kwa hiyo nitaitenganisha. Unaona namna ambavyo nimeikata ya sawa. Nitakuja nitaitenganisha hivi kama unavyoona na hivi ndo namna ya kukata kipande cha juu kama nilivyokuonyesha, kama ulivyonifuatilia. Yes, na hiki ndo kipande cha juu cha nguo yetu.